Wanawake kujeni tuongee. Leo naenda kuongelea kuhusu uamuzi, kujifanyia uamuzi. Baby girl, usikubali mtu atoke mahali akufanyie uamuzi katika maisha yako. Umenisikia? Fanya venye wewe mwenyewe upendavyo, si venye mtu apendavyo ama watu wapendavyo. Hapana. Be yourself. Fanya vitu kulingana na moyo wako. Si mtu ametoka from nowhere anakwambia usiponizalia huu mwaka tutaachana, ama usipokuja kuishi na mimi tutaachana. Waona vitu zenye zilikuwa ziko kwa plani yako kabisa. Kitu yenye mimi naweza waambia, haina haja urush kwa kitu ambacho itakuumiza baadaye. Take your time. Fikiria. Omba Mwenyezi Mungu akufungulie uweze kuona, je, huyu ni mtu halisi mwenye ananifaa katika maisha yangu? Wanawake wengi tumeona hapa nje wanaumia, wasichana wanaumia kwa sababu wamejiingiza kwa vitu ambavyo hazikuwa plan zao katika maisha. Lakini kwa sababu ya competition pia huko nje inachangia mtu kufanya uamuzi ambayo alikuwa hako nayo kabisa. So mimi naweza waambia hivi, plan maisha yako. Angalia unataka maisha yako iende vipi? Una uamuzi gani wa huu mwezi, huu mwaka? Ni nini unataka kuachieve? Kama mwanamke, kama mwanamume, jiwekee uamuzi. Mtu asikuja kukukoroga, na usikubali watu wakaja kuingilia maisha yako, jinsi unavyoishi, jinsi unavyovalia, jinsi unavyotembea. Be yourself. Kuwa wewe mwenyewe. Usikubali kutingishwa. Huko nje watu wataongea, watu watasema, "Oh, yule mbona anaishi kwao mpaka saa hii?" Usiwasikize, si ni kwenu. Hapo si ni kwenu, na hapo ndo umezaliwa. Ishi kwenu mpaka ile wakati utaona saa hii naweza kujisimamia, saa hii ninaweza kujikimu, kwa sababu we won't pay your bill. I tell you my friend, hatutakuja kukulipia bill yako, na sisi ndo tutakuwa wa kwanza kukusengenya, kukusema alitoka amefanya nini cha maana, ni kuzunguka sijui nini. Hapana. Take your time. Plan yourself, plan your future. Chenye unaamua unavyotaka, tembea step by step. Acha kuruka. Mtoto hata akizaliwa leo aanzi kutambaa, aanzi kuruka na siku ya kwanza.